Karibu tena mpenzi mtazamaji. Steven Mkangai, nashukuru sana kwa kuja. Umechukua muda sana, ulikuwa uliosema vipodozi kidogo kurembesha, kazi unafanya nzuri huko. Lakini uko sawa kabisa. Niko sawa, nashukuru. Nashukuru sana. Naam, mpenzi mtazamaji, tuna makala mapya ambayo tulianzisha hapa katika makala ya Zilizala Viwanjani, gwiji wako. Na basi gwiji wako hii leo tunamwangazia huyu bwana Geoffrey Kipsang Kamworor. Nimepata? Umelipata vizuri sana, umelitamka vizuri zaidi. Kamworor. Kamworor. Nikana kwamba nilizaliwa bonde la Ufa. Kule maeneo ya Mursk. Kwa hivyo ni Kamworor. Kamworor. Na mpenzi mtazamaji, Kamworor. Naam, Geoffrey Kipsang Kamworor ni mshindi wa mbio za Cardiff za hivi majuzi, maana zilifanyika hivi majuzi na zilikamilika hivi majuzi. Hata baada maana akikimbia, alipoanza alijikwaa, aliteleza, kiangalia magoti. Wanzako alikuwa shapiga mita kadhaa kuamuka na akamwita Mofara, akamwambia don't try me, akamwacha. Mpenzi mtazamaji, ni gwiji wako, maana alifanya vizuri sana. Ukiangalia goti ilikuwa ngozi bambuka kabisa, lakini kutoka hapo alinyanyuka ikakuwa mguuni nipone na alimpiki ule Mkenya pia Bedan Karokia. Na kutoa ushindi. Pia ameshinda mbio sawia za jiji la Lille na Berlin. Alikuwa ni bingwa mtetezi, basi wengi walikuwa wamempigia upatu kufanya vizuri katika mbio hizi za hivi majuzi, na alizaliwa mwaka mzuri sana huyu mwaka 1992. Hesabu leo hesabu. Naam, mwezi ulikuwa Novemba tarehe 22. Na mwacha Mkangai hesabu atuambie, je, bwana huyu Geoffrey Kipsang ana miaka mingapi umesema? 16. Naam, haja yangu hesabu Naam, alianza kukimbia kimataifa mwaka 2010. Naam, hivyo basi mpenzi mtazamaji, ndio baadhi ya magwiji hapa nchini, manake bwana huyu kupeperusha bendera ya Kenya katika ibaa hizo za kimataifa. Geoffrey Kipsang Kamworor, tukuvulia kofia. Steve Mkangai. Naam. Nimeuliza katika mitandao ya kijamii, sijui kama pengine muda umewadia kwa timu ya taifa Harambee Stars kuwa na kocha wa kigeni. Wajua ukisema kwamba labda muda umewadia, ni kama hatujaikuwa na makocha wa kigeni. Naam. Nadhani ni mapema sana kuwa na kocha mwingine. Mechi mbili pekee hazitoshi kuweza kuangalia uwezo wa kocha. Kosa moja alimwachi mke. Unajua ukiangalia vizuri kwamba ukumbi mechi ya mkondo wa kwanza alikuwa na timu kwa muda mfupi sana. Saa ligi ya Kenya kuchukua likizo, kusafiri na wachezaji wengi huko lipo. Naona mpaka hata Victor Mkubi Wanyama, ndege ambayo ilifaa abiri ilifika pale Guinea Bissau kuchelewa, anashuka kwenye ndege na kuingia uwanjani. Kwa hiyo inaonyesha kwamba hakukaa na vijana kwa muda unaofaa. Hapa Kenya pia kwa sababu ya shinikizo kutoka kwa mashabiki, wanasema kwamba hatutaki kumuona Patilo Moto, hatutaki kumuona fulani uwanjani. Ikamlazimu kufanya mabadiliko ambayo nitasema kwamba yalifanya timu kuyumba. Anahitaji muda Stanley Okumbi, na hata kama ni kuleta kochi mwingine, kochi mzuri tuampima kwa mechi kama 5 6. Kwa hivyo kwa sasa ni mapema. Mapema mno. Tuangazie kwanza michuano hii, kisha tutazungumza kwa kina kidogo kuhusiana na donda sugu ile la doping, manake utumizi wa dawa zilizopigwa marufuku haramu. Walikuwa wamesema kwamba mswada huu utapelekwa bungeni leo, manake leo ni siku ya Jumanne. Nikana kwamba hujapelekwa mswada huo, na tarehe ile ambayo tulipewa na WADA inazidi kubisha hodi tarehe 5. Inakaribia, tunaanza siku chache, siku kama 6 kabla. Tuangazie kwanza michuano hii. Tutaangalia michuano kisha tutaangalia. Malawi dhidi ya Guinea, Lesotho, Ushelisheli, Rwanda, Mauritius, Uhabeshi, Algeria, Niger. Sema ni Niger. Na Senegal. Je, ratiba hiyo nani? Ni ngumu, mechi ni ngumu. Ukiangalia mechi za mkondo kwanza kulikuwa na maajabu ya kushangaza ulimwengu. Kwa mfano mechi kama Rwanda dhidi ya Mauritius, wengi walidhani kwamba Rwanda ingeweza kupiga Mauritius nyumbani ugenini, lakini wakaduwaza kwa kibano cha 1-0 kwamba ufe. Malawi ilipigwa magoli 2-1 na Guinea, na maanisha kwamba ni timu nzuri, kwa hivyo kwa nyumbani wana nafasi ya kubadilisha mambo. Uona Lesotho ina kikosi kizuri zaidi, lakini ilipigwa na
Ushelisheli. Angalia Ushelisheli wanavyocheza, ni timu ambayo utasema kwamba hawana wachezaji wa kutosha, hawana viwanja, hawana miundo msingi, lakini wakiwa nyumbani kule kwa kwenye visiwa walotandika Lesotho magoli mawili kwa ufe, na leo Lesotho na kibarua cha kufunga magoli 3 ili kuimarisha matumaini ya kuweza kupiga hatua. Ethiopia na Algeria mechi ilisha mkondo wa kwanza, na leo hii Algeria atashinda Ethiopia tena. Walipigwa magoli 7. Magoli 7-1 Ethiopia na Algeria kule Algiers. Kwa hivyo leo tusitarajia makubwa zaidi. Ndio idadi itafika magoli 7, lakini haitakuwa chini ya magoli 3. Nisha na Senegal kidogo wanaonekana kusuasua. Nyumbani wanapata ushindi wa goli 1 kwa bila. Ni mechi ambayo inaweza badilika wakati wote na hata wapigwe ama ishia sare. Tangu enzi za kina Diouf. Alhaji Diouf. Timu hii ama nchi hii imekuwa mambo ikienda mvange bwana. Lakini kinachonifurahisha kwa wakati fulani pia wana vijana ambao wanainukia, kwa mfano kama kuna mtu kama Sadio Mane, ni watu ambao wanainukia, wanaweza fanya kazi nzuri. Lakini kuna timu Afrika ambazo zinayumba kwa sababu hawakuwa na mikakati. Timu kama Senegal na timu kama Misri, wakati walikuwa na wachezaji wazuri kama kina Hossa Mido, wakina Amri Zaki, Botrika, ulikuta kwamba hawakuwa na ile akademia vijana wadogo ambao wangewaridhi. Kwa hivyo ile generation ama kile kizazi kinapokwenda na kikisha hivyo, inamaanisha kwamba hakuna watu kuziba hiyo nafasi. Hayo pia inawapata Senegal. Kumbuka ile iliyofika mwaka 2002 walipocheza kwenye kombe la dunia, na mpaka sasa kuna tofauti kubwa sana, inaonyesha kwamba lazima warudi chini, watafute akademia, wapate vijana ndio wataweza kuinuka tena. Wawezi pengine Olunga amemrithi vizuri Denis Oliech? Olunga na Oliech ni watu wawili tofauti sana. Nitasema kwamba ukiwa na Olunga, kwa Kiingereza tunasema kwamba Oliech is halfway replaced, nusu yake. Kwa sababu Oliech alikuwa kiongozi akiwa uwanjani, alikuwa anazungumza, lakini Olunga nadra sana azungumze. Yuko akiwa na mpira anamtafuta goalkeeper, aweke mpira panapofaa. Ni mshambulizi mzuri sana, lakini Oliech alikuwa akizungumza. Oliech angeambia kocha kwamba fulani hafai cheze kwa sababu anajua kwamba anahitaji kushinda, angezungumza uwanjani. Kwa hivyo ndio tofauti ya Oliech na kijana ambaye ni Michael Olunga. Na hata Kenya sasa tungekuwa na captain kama Oliech. Oliech anaweza kuambia kocha ukumbi kwamba fulani hafai kucheza, hana uzoefu, sasa ni mbaya, fulani hafai kucheza. Ndio unakuta kwamba kulikuwa na mvutano kati yake na Mariga wakati fulani. Mariga anataka kuwa msemaji, Oliech kuwa msemaji, unakuta kwamba timu sasa inakuwa imara. Kwa hivyo tofauti ni kwamba Olunga ni mkurugenzi wa magoli pekee, lakini Oliech vile vile kana anakuwa mkurugenzi wa magoli, alikuwa ni kiongozi uwanjani. Tuache masuala ya Harambee Stars, manake walisuasua hivi majuzi. Namibia, Burundi, Togo, Tunisia, Angola, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Liberia, Djibouti, Uganda, Burkina Faso. Ni mechi ngumu, lakini na imani kwamba leo Waganda wataweza kumwadhibu Burkina Faso. Burkina Faso walifunga penalti na kuweza kumwadhibu Uganda goli 1 kwa bila, lakini kule Nambole wataweza kupigwa. Liberia, Djibouti, Liberia iliweza kushinda ugenini na hapa pia itashinda nyumbani. Angola na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo naona pia kunaweza kuwa na sare tasa bila hata kufungana. Togo, jambo la kuangaziwa, amekubali kurudi uwanjani baada ya kuwa likizoni kwa muda mrefu. Adebayo, kijana msumbufu, alikuwa na matatizo ya familia, tumeangalia kwenye dozi, tumeangalia kwenye habari za michezo, lakini amekubali kurudi katika timu ya taifa. Amechelewa atashiriki, na mechi ya mkondo wa kwanza walipigwa goli 1 kwa ufe. Leo na kibarua nyumbani, wanaweza geuza mambo ama ishia sare, lakini atawapa nguvu. Namibia dhidi ya Burundi ni mechi nyingine kuangaliwa, kumezea mate. Mkondo wa kwanza Namibia iliweza kuikongota Burundi nyumbani kwao, Bujumbura magoli 3-1. Kwa hivyo leo najua kwamba hii ni kama Thika Highway na Burundi dhidi ya Namibia. Burundi huo ni mteremko tu unaoteleza kukwea. Kati ya yote mchuano gani ambao pengine utauliwazia macho kando na pengine ule mchuano wa Uholanzi na Uingereza hapa Afrika? Afrika leo kuna mechi mbili za kumezea mate. Mechi ya kwanza ni Indomitable Lions ya Cameroon dhidi ya Bafana Afrika Kusini, na mechi nyingine wajukuu wa Farao kwa maana Misri dhidi ya Super Eagles ya Nigeria, mechi ambayo mkondo wa kwanza ilishia kwa sare kufungana bao 1-1. Kukumbuka wakati Mungu akikomboa watoto wa Israel kutoka Misri, alitumia Musa, lakini Nigeria na Musa watatu ilishindwa kumwadhibu Farao. Inamaanisha kwamba mechi itakuwa na ugumu sana. Gambia, Mauritania, Misri, Nigeria, Afrika Kusini, Cameroon, Sudan, Ivory Coast, Morocco, kisiwa cha Cape Verde.
Morocco wana kocha mzuri, ameshinda kombe mara 2 Afrika, akiwa na Zambia, akiwa na Ivory Coast, yani Herve Renard namjua. Ameshinda, alipata penalty akashinda kule ugenini, kwa hivyo mechi leo pia na Herve Renard ana uzoefu haswa bara la Afrika, maana yake anajua jinsi ya kufanya Afrika, kazi yake, mambo yalivyo, anajua viwanja vya Afrika, ukosefu wa miundo misingi, viwanja saa zingine unajua tena kuteleza na pia na itikadi. Kuna nguo yake ile moja, shati nyeupe, kila anapolivaa timu yake haizipoteza. Kwa hivyo hilo pia linachangia. Alafu Nile Crocodile wa Sudan wana nafasi kubwa sana kuweza kubadilisha mambo dhidi ya Ivory Coast. Mkondo kwanza, Ivory Coast nyumbani sikutarajia wacheze vibaya, walipata bao moja pekee. Inamaanisha kwamba leo wanaweza geuzwa na wapigwa hata magoli 2-2. Kwa hivyo kifungwa leo inamaanisha kwamba Sudan inaonyesha kwamba ina nafasi kubwa ya kudhibiti kule kwa na hata hapa. Alafu mechi nyingine hapa labda Afrika Kusini dhidi ya Cameroon. Hiyo wanasema ni must win kwa Afrika Kusini. Leo wakipigwa punda afe lakini mzigo ufike. Hapa wakipigwa Afrika Kusini ama kutoka sare, matumaini ya kufuzu kwenye michuano hii itakuwa inazidi kusirima. Ni lazima washinde. Nigeria wakipigwa safari yao inaishia hapo. Wasemaje kwamba mchuano kati ya Afrika Kusini na Cameroon, timu gani ambayo imepiga upato hapa? Hapa naona sare. Sare. Ukiangalia mechi ya mkondo kwanza ulivyosukumana, Afrika Kusini ilikuwa na nafasi nyingi lakini ikazipoteza. Cameroon nafasi kama 3 akafunga 2, mechi ikaishia sare. Ingawa kuna bao lilofungwa nzuri sana kutoka katikati ya uwanja ambalo linakumbukwa. Hii ni mechi ambayo naona kwamba itaishia sare. Itakuwa inanikumbusha sare ya mabao, sare tasa ya magoli. Inanikumbusha mechi kati ya Zambia na Kongo. Kongo akalazimisha sare kule Chipolopolo akajoko. Na kuuliza hivyo sare ya mabao ama sare tasa, maana sitaki kukaa pale sebuleni angalau kusiwe na mabao yoyote na hata wawekezaji wengi wanaangalia kuna goal wanapowekeza hela zao, lakini hapa kuna mabao. Sudan, Ivory Coast kwa haraka hapa nawapatia Sudan. Morocco, kisiwa cha Cape Verde, nawapatia Morocco. Wana vizuri, walishinda kule Cape Verde, kwa hivyo hapa na imani kwamba watapata magoli zaidi ya 2. Kwa hivyo Misri, Nigeria, Afrika Kusini, Cameroon, michuano mizuri sana. Ni mizuri na hapa Mwarabu atamwangusha Nigeria. Nigeria akipigwa leo, matumaini ya kufuzu kwenye michuano haya. Baada ya Chad kujiondoa na wakanyang'anya alama 3 kila moja. Kwa hivyo wakipigwa Nigeria leo, safari itakuwa inazidi kuserima. Na Chad umepigwa marufuku kwa taarifa zako, hawatashiriki michuano ya mwaka 2017 na 2019 na pia wametoza faini. Mpenzi mtazamaji, timu ya taifa Harambee Stars ilisuasua hivi majuzi na kulazwa bao 1 kwa nunge na Guinea Bissau, na shirikisho la soka nchini FKF limetoa kauli yao baada ya hali ya mshike katika uga wa Nyayo, ambapo mchuano huo ulisitishwa kwa zaidi ya dakika 25 hivi, huku vitoa machozi vikipigwa huko kuhakikisha kwamba angalau mchuano huo mambo yamekuwa sawa. Lakini FKF wanasema kwamba wanajua mambo hayakuwa mazuri, watatilia maanani miundo misingi, manake wanasema ndiposa soka izidi kupanda katika hadhi hiyo ya kimataifa, lazima watilie maanani miundo misingi, waanzie soka zile za mashinani, soka zile wanasema grassroots zile zipande mpaka timu ya taifa Harambee Stars. Na wamesema kwamba wamekiri kwamba kuna upungufu fulani, lakini kama shirikisho changa ama shirikisho jipya watatilia maanani miundo misingi. Ni kauli hiyo ya shirikisho la soka nchini FKF. Sijui kauli yako ni vipi bro? Wamezungumza, walipitia kwenye afisa mkuu mtendaji wa shirikisho ambaye ni Robert Mudhomi. Naam. Awali alikuwa tumezoea kumuona ni kwamba Esako ndiye alikuwa msemaji, lakini sasa ni Robert Mudhomi. Lakini amezungumza vizuri, ameambia Wakenya kwamba anakashifu tukio la kurusha mawe katika mchezo wote uwe kandanda, waraga matatu. Kama ni sare, kama si sare ni uipigwe ama ushinde. Kwa hivyo kuna mshindi na mshinde. Wakenya nafikiri Wakenya wamechoshwa na wamechoshwa na tokeo moja yani kule kupigwa na hata kile ambacho ile mechi hata ingeishia sare. Kuna watu wakikimbizwa uwanjani kwa sababu Wakenya hawakuwa tayari kupata hata sare. Unajua? Kwa hivyo ni jambo ambalo lilikuwa na hasira wachezaji ya mashabiki kwamba kila mara unapoingia uwanjani unakuta kwamba kiingilio kwenda kule VIP ni shilingi 3,000 ama 2,000 na mnakwenda kule timu inapigwa. Hizo hela ungetumia kazi nyingine, lakini Mudhomi amesema kwamba hali ya viwanja hali si nzuri, wapewa muda warekebishe.
kocha Stanley Okumbi apewe nafasi ya kufanya kazi yake. Unakumbuka baada ya mechi kutibuka, mashabiki walikuwa wanaimba kwamba Okumbi must go, kumaanisha kwamba hawamhitaji tena Okumbi. Kwa hivyo amewarai wa Kenya wape nafasi. Amesema wameridhi shirikisho ambalo lilikuwa na uozo, wanataka kulitakasa na kulisafisha, jambo ambalo na imani kwamba tuwape nafasi, nikimwona timu yake wafanya kazi yao. Kwa hivyo wasema tuwapatie nafasi wafanye kazi yao. Pia mtazamaji, katika mtandao wa kijamii nimekuuliza iwapo wakati umewadia kwa timu ya taifa Harambee Stars kuongozwa na kocha wa kigeni. Je, Kenya inahitaji kocha wa kigeni kuongoza timu ya taifa Harambee Stars? Ali Agutu anasema la hasha, shida inatokana na management. Ni Ali Agutu at Ali Agutu. Timwendo wa PM, si kama ni Prime Minister huyu Timothy Mwendwa ama nani? Timothy Mwendwa PM anasema we have enough talents from within, kwamba tuna talanta za kutosha papa hapa nchini. Collins Oscar at Ongwachok anasema go, we'll think about that after he's gone. Chris Olango anasema hakuna haja, juu Stars bado itabaki vile vile hata wakibadilisha kocha. Steve Nabi anasema we need an experienced coach whether local or international, we need positive results. Kwa haraka mshipa wa kucha kutoka Makupa, mwenyekiti wa kandanda Kenya Bwana Nick Mwendwa afanye mikakati ya kubadili jina la timu ya taifa Harambee Stars, kwani lina kasumba. Ni romrom huyo. Martin Eyinda, Musa Otieno angepewa nafasi ya kuwa kocha, kwani ana uzoefu na amekuwa mchezaji. Tom Juma kutoka Kibera, usimamizi ndio mbovu wala sio kocha. Kama wachezaji hawapewi muda unaotosha kufanya mazoezi, matokeo yatakuwa ni hayo. Manake kama tulivyosema hapo awali, hapo jana, ni kwamba ukipanda pantosha, mpenzi mtazamaji, huna budi la kuvuna pankwisha. Mika Kipkorir anasema Kenya doesn't need a foreign coach. I think foreign coaches are not patriotic. Ni Silas Mtito anasema ni mapema sana kuwa na kocha mpya kwa mara ya kwanza. Nitasema tumpe muda Okumbi. Sila Muya anasema la, inachohitaji ni timu yetu ya Harambee Stars ni ufadhili kamili kutoka kwa serikali. Kevin Kevo Mulama anasema si kocha wa kigeni tu, kocha wa kigeni mwenye tajriba kama Alamareli Adel Amrushe. Kipkorir Brian anasema la, tunao makocha wa humu nchini wanaotosha unga. Jacob Gosmule, Robert Matano na hata Francis Kimanzi. Sharif Ayub anasema la hasha, kocha si hoja, tumpe Okumu wakati ashike nare kwanza tafadhali. Shike makali. Adura Van Sami anasema mikakati iwekwe kuanzia chini hadi juu na pia ofisadi ukomeshwe. Sharif Ayub anasema kuteleza si kuanguka. Kwa kila mchezo kuna mshindi na mshindwa. Hassan Juma, KTN News Isili. Mpangai, kauli yako pengine kumalizia? Tukimalizia, wa Kenya wamezungumza, wametoa sauti zao. Lakini kwa sasa kama yakishamwagika yazoleki ni kwamba tushampatia Okumbi kuwa yeye ndio kocha wa Harambee Stars. Wacha amalizie. Wajua wanaonekana kutokuwa na imani na Okumbi kwa sababu alipoteuliwa kuwa kocha wa Harambee Stars na Nick Mwendwa hakumpa free hand ya kutafuta technical bench. Yeye mwenyewe alimtafutia technical bench sababu taarifa zinasemekana kwamba hata kikosi kilichocheza dhidi ya Guinea Bissau kule, kocha alitoka kikosi mapema, lakini rais Krosa akasema huyu hafai. Inatokana na kauli zinasema nyingi, lakini Okumbi apewa muda, shirikisho la soka nchini FKF lipewa muda, Wakenya wawe na subira, tushirikiane na shirikisho kuimarisha mchezo wa Kenya. Asante sana. Ni mwanahabari mwenza wa Steve Mkangai, kauli yake hiyo. Na bila shaka utampata papa hapo kwa makala ya dozi uchambuzi. Ni makala ya Zilizala Viwanjani, nimekuwa wako Hassan Juma, najua mwanahabari mwenza. Zubeda Kome anajiandaa kwa makala yake kumradhi. Makala yake muro kabisa, jukwaa la KTN. Mimi ni Hassan Juma, kwa heri kwa sasa.